I'll be the health teacher this week. Atakuwa mwalimu wa afya katika juma hili. And we are not going to be talking about scientific terminologies throughout this week. Hatutaweza kuongelea kuhusu terms za kisayansia katika wiki hii. Bearing in mind that the camp theme is family and what finance. Tukijua katika mawazo yetu kwamba theme ya makambi ni kuhusiana na pesa na familia. And that is to say, na hiyo ni kusema that the health we are going to study this week, afya ambayo tunaenda kujifundisha katika juma hii, has to be totally linked to the financial status of each and every individual and families. Iko na uhusiano juu ya pesa na katika watu wote na hata familia pia. And the head or the head topic is health as well. Kwa hivyo katika kichwa yetu inasema ya kwamba afya kama utajiri. Health as well. Afya kama utajiri. Throughout the week we are going to be studying about health as well. Katika juma hii tutaweza kujifundisha kuhusu afya kama utajiri. And before we dig in our study, na kabla tujengia katika funzo letu, I would love to narrate a very short story. Ningependa kuelezea kisa kifupi tu. And this is the story. Na hii ndio kisa. So in the past, hapo nyuma, there stood a mighty lighthouse in the ocean. Kulikuwa na mwanga mkubwa katika bahari. And the lighthouse served its purpose so well. The lighthouse. Yeah, na katika ile chumba ambayo mwanga ulitoka, it served the purpose so well. Iliweza kutoa jambo lake kwa njia inayostahili. It was visible enough to be seen from a far distance. Iliweza kuonekana hata ukiwa kwa mbali. And at night it was even more clearer because of the light it produced. Na hata jioni iliweza kuonekana ikiwa wazi kupitia na ile mwanga ambayo ilikuwa ikitoa. It led the ships from to the mainland. Iliweza kuonesha hadi watu ambao walikuwa katika nchi. It led the ships to the mainland. Okay, pole. Iliweza kuongoza meli kutoka katika bahari hadi kuenda katika nchi kavu. But a time came when people got tired of the lighthouse. Lakini ilifikia wakati watu wakaweza kuchokana na kile chumba ambao mwanga ilikuwa ikitoka. And they said one to another. Na wakasemezana, especially the captains. Hususan wale waendesha hiyo meli. We are so experienced. Tumejawa na ujuzi. We have a knowledge of the ocean. Tuko na ufahamu kuhusiana na bahari. And the advancement of technology in the new ships. Na katika ukuaji wa mambo ya kisasa katika meli can so well help us to navigate the ocean. Inaweza kutusaidia kuweza kusafirisha kutoka katika hiyo bahari. Without the help of the lighthouse. Bila hata msaada wa ule mwanga. And so the captains, they agreed that they are going to do away with the lighthouse. Kwa hivyo waendeshaji wa ile meli wakaweza kukubaliana kwamba wataweza kuondoa ule mwanga. So from that point, hata kufikia nafasi hiyo, they neglected the lighthouse. Wakaweza kukatalia kile chumba ambao mwanga ulikuwa unatoka. They stopped the maintenance. Wakaweza kukataa kufanya usafi. They failed to replace the bulbs. Wakaweza kukosa kurejesha bulbs ambazo hazikuwa neither clean the bulbs. Na hata pia kusafisha hizo bulbs. But even so, the lighthouse, na hata hivyo kile chumba chenye kutoa mwanga still stood for so many years. Kilisimama kwa muda mrefu sana. Still gladdening the face of the angry ocean with its light. Ikiweza kuleta furaha katika hiyo bahari ambayo ilikuwa imechafuka. Only that the lights had gotten more and more dimmer compared to before. Ni vile tu yale mataa yaliweza
yaliweza kupungua katika mwanga wake And one day, ukilinganisha na hapo zamani. one day, Na siku moja a ship got lost in the ocean meli moja ikaweza kupotelea katika hiyo bahari because of the high tides and storms in the kwa ocean. sababu ya ile mawimbi na baridi kali. And the technology the people had bragged of so much failed to help them to allocate where they are coming from or where they are going to. Na zile mbinu za kisasa zikakosa kuelekeza ni wapi wametoka, ni wapi wanaenda. They had well-equipped ships. Walikuwa na meli ambayo ilikuwa imetengenezwa vizuri sana, But when they were facing death, lakini walipokuwa wakiendea kifo tu, even the technology could not help the well-experienced captains. na hata pia zile mbinu zao za kisasa hazikuweza kuwaokoa. And as the captain looks in despair or watches in despair, Wakiangalia tu hao waendeshaji meli kwa kuvunjika moyo, he saw something in the ocean. wakaweza kuona tu kitu kwa kutoka kwa hiyo And bahari, it was the old lighthouse. na ilikuwa ni ile mwanga ya zamani ambao The lights walikatalia. were still the lights could still be seen from a far distance. Kwa hivyo mwanga ulikuwa unaonekana kwa mbali. And when the captain saw the lighthouse that night, Na yule mwendeshaji meli alipoiona yule mwanga kwa mbali, he clearly identified it. akaweza kuielewa, And he directed the ship towards the lighthouse. akaweza kuendesha meli yake hadi hapo kwenye hicho Because chumba. that was a sign that the mainland is not so far. Hiyo ilikuwa ni ishara kwamba nchi haikuwa mbali. And the lighthouse indeed guided the ship to the mainland. And the lighthouse indeed guided the ship to the mainland. Kwa hivyo ule mwanga ukaweza kuongoza vizuri ile meli hadi kutoka katika nchi And when the kavu. morning came, Na hata asubuhi ilipofika, the ship managed to dock safely. kwa hivyo ile meli ikaweza kutua vizuri sana. So the moral of this story, Kwa hivyo fundisho katika historia hii, you could be the captain of your life. unaweza kuwa ndiwe mwendeshaji wa hii meli. You could be the captain of someone's life. Unaweza kuwa ndiwe mwendeshaji wa maisha ya mtu mwingine. You are a parent. Unaweza kuwa ni mzazi. You are the captain of your children. Wewe unakuwa mwendeshaji wa watoto You wako. contribute so much to their well-being. Unatoa mengi sana kwa wema wa watoto wako, And it is your duty to secure their future. na kwa sababu hiyo ndio jukumu yako kutengenezea maisha mazuri. And if arrogancy grows in you, Lakini wakati kiburi inapoinuka and you fail to realize that you are the captain of your family, na unakosa kuelewa ama kujua ya kwamba wewe ndio mwendeshaji wa hiyo familia, and choose to trust in your own understanding, kwa hivyo unachagua kuamini mawazo yako mwenyewe, neglecting the guidance and the advices of the lighthouse, kwa hivyo unapuuzia zile nuru ambazo umepewa, a time will come that you'll also be lost in the mighty ocean. kwa hivyo wakati utafika na utaweza kupotea na The kupotea. lighthouse in this story is the Son of God, our Savior Jesus Christ. Kwa hivyo hichi chumba inawakilisha Yesu Kristo ambaye ni mwokozi wetu, And the ship na is this world. na ile meli inawakilisha ulimwengu, The ship is this world. inawakilisha hii dunia. Happy camp meeting. Makambi ya furaha. So let us remember, Kwa hivyo acha tukumbuke we are captains sisi ndio waendeshaji of our own lives. katika maisha yetu, And to some extent, na zaidi sana we are captains sisi ndio wale madereva of the lives of those who live with us. ya maisha ya wale ambao tunaishi pamoja nao. So the study, Health as Wealth, Kwa hivyo fundisho, tunapojifundisha kuhusu afya kama utajiri, has got the following subtitles. iko na sehemu ndogo ambayo imekewa ikielezewa. The first one will be wealth bestowed from creation. Kwa hivyo ya kwanza itakuwa ni utajiri ukidhihirishwa katika uumbaji. I repeat, wealth bestowed from creation. Kwa hivyo nitarudia, afya ikidhihirishwa katika uumbaji. And the second session, which we'll cover tomorrow, Na is sehemu ya- health exchanged for wealth. Na sehemu ya pili ni afya inabadilishana na utajiri. And the third session Na ya tatu is the reclamation of the eternal wealth. ile kurejesha
afya ya umilele. The fourth part of it is buy ye for free. Na sehemu ya 4 ni mkaweze kununua bure. And the fifth is a recheck of the author's manual. Na ya 5 ni kwamba ukaweze kuangalia kile kitabu cha the author's manual, like yes. Then the sixth part of it is what is wealth. What is wealth? Na sehemu ya 3 ni afya, utajiri ni nini. And the seventh part of it, if at all time will be theirs is an everlasting wealth of life. Na ya 4 na ya 7 itakuwa kunakuwa na afya ya umilele ambayo inapatiwa katika maisha. Happy camp meeting. So we will begin with wealth bestowed from creation. Kwa hivyo tutaanza na subtitle ya kwanza ambayo inasema afya inayooneshwa katika uumbaji. And in order for us to understand this wealth that was bestowed from creation, na ili tukiweze kuelewa afya ambayo inarejeshwa kutoka katika uumbaji, we have to go back to Eden. Lazima tukiweze kurudi pale Edeni. We have to understand the story of creation. Tunastahili kuelewa historia ya uumbaji. We have to understand how man was made. Tunastahili kujua ni vipi mwanadamu aliumbwa. Amen. Amen. So I'll be reading from 1SP. This is, I think, spiritual. Okay. The book you will get the exact what. It is 1SP 24. Kwa hivyo kitabu ni cha Roho Nabii 1SP24 ambao ni paragraph yake ni ya 2. And we are being told that tunaambiwa hivi ya kwamba after the earth was created, baada ya dunia kuumbwa, and the beast upon it, na wanyama juu yake, the Father and Son carried out their purpose. Baba na Mwana waliendelea kutimiza jukumu lao, which was designed before the fall of sin. Ambao ilikuwa imetengenezwa hapo mwanzo kabla ya kuanguka kwa Shetani. After God had created everything, baada ya Mungu kuumba vyote, we're being told that he had not carried out the purpose he had intended to carry out in this world. Hakuweza kuchukua ile jukumu yake kabla hajaumba hii dunia. And the purpose was to create man. Na jukumu yake ilikuwa ni kuumba mwanadamu, to make man in their own image. Kumfanya mwanadamu kama vile mfano wake. They had brought together in the creation of the earth. Aliweza kuungamanisha vyote katika uumbaji wa dunia, and every living thing upon it. Na katika kila kiumbe kilichokuwa hai juu ya nchi. And now God says, na sasa Mungu akasema kwa mwanawe, let us make man in our own image. Acha tutengeneze mwanadamu katika sura yetu. So as Adam came forth from the hand of his creator, kwa hivyo Adamu alipotoka katika mikono ya muumbaji wake, he was of noble height and of beautiful symmetry. Alikuwa na kima kizuri na pia alikuwa mzuri katika umbo lake. So when God created Adam, kwa hivyo Mungu alipomuumba Adam, he was perfect. Alikuwa mkamilifu. He was an all-round being. Alikuwa an all-round being. Okay, alikuwa tu kiumbe kikamilifu. His spiritual life, katika maisha yake ya kiroho, only perfection could be seen. Ukamilifu tu peke yake ungeweza kuonekana kwake. And his health, na afya yake, na hata katika mwili, only health could be testified. Kwa hivyo ni afya tu ingeweza kushuhudiwa toka kwake. And the mind, na hata nia, was likened unto the mind of God. Ilifananishwa na nia ya Mungu. And that's why we were naming the animals. Ndipo akaweza kupewa nafasi ya kupeana majina kwa wanyama. He named them according to the will of God. Aliweza kutoa majina sawa na vile mapenzi ya Mungu yangetaka. She goes on saying, Adam was more than twice as tall as men now living upon the earth. Kwa hivyo inaendelea nukuu kutuambia kwamba Adamu alikuwa mrefu mara 2 zaidi kuliko wanadamu walioko sasa. And was well proportioned. Na hata pia alikuwa katika
hali yake nzuri. Today in this world, Dunia ya leo sasa you find tall and short men everywhere. Tunaona watu warefu kwa wafupi. Just a few minutes ago, I could not remove the cables up there, so James Macau helped me. Is quite taller than me. Kwa hivyo anasema ya kwamba dakika kidogo zilizopita alikuwa hawezi kutoa hizi cable na Macau akamsaidia. But when Adam was created, lakini Adamu alipoumbwa, he was twice taller than alikuwa mrefu kumshinda Macau, or even Brother Lich. hata kumshinda Elder Lich. Today, hasa leo we are the shortest of all generations. Sisi tunakuwa wafupi katika vizazi vyote. Mentally, kiakili, spiritually, hata pia kiroho, and even physically, hata pia katika mwili. We are too short. Sisi ni wafupi. Very, very short. Ni wafupi tena sana. And it is only the lighthouse. Ni kupitia tu katika kile chumba cha mianga. It is only the lighthouse that can help us to restore this. Ni kile chumba tu cha mianga ambao tumesema ni Yesu inaweza kutusaidia. And if we lock him out of our lives, kwa hivyo tutakapomfungia nje toka katika maisha yetu, the light will continue to shine. Mwanga utaweza endelea kung'aa. And it is only the chosen few who will be willing to welcome the light in their life. Ni wale tu kidogo waliochaguliwa ndio wataweza kuweza kufurahikia ule mwanga. Who will continue to enjoy the blessings of the lighthouse. Ambao wataendelea kufurahikia baraka za kile chumba. These sinless pair wore no artificial garments. Kwa hivyo hivi hawa wawili hawakuvaa vazi lolote lilotengenezwa. They were clothed with a covering of light and glory. Waliweza kufunikwa na kifuniko cha utukufu na mwanga. Such as the angels wear. Kama vile malaika wanavyovaa. You see how short we are? Tunaona jinsi tulivyo wafupi. Linda, where did you get the dress from? Who made it? Linda, ulipata wapi hiyo dress? Someone else made it. Mwingine alikutengenezea. Did you make that? Wewe ulitengenezea? You made that? Wewe ulitengeneza? Adam and Eve, they had a special covering. Lakini Adam na Eva walikuwa na vazi special. We lost something so much valuable. Tuliweza poteza kitu cha thamani katika maisha yetu. And the only way to receive it back, na njia pekee ambayo tunaweza kukirudisha is by letting the lighthouse to dwell in our hearts. Ni ile tu kuacha ile mwanga kukaa katika mioyo yetu. He is the lighthouse. Yeye ndiye mwanga. He will never stop shading the lights because you have refused to let him. Kwa hivyo hata acha kutoa ile mianga kwa sababu wewe umemkataa. We are told that tunaambiwa hivi, while they lived in obedience to God, wakati walipoishi na kuendelea kumtii Mungu, this circle of light enshrouded them. Kwa hivyo mzunguko wa mianga uliweza kuwafunika. So it is only through obedience, kwa hivyo ni kupitia tu utiifu, that the lighthouse can abide in our lives. Ndivyo tu mianga inaweza kukaa katika maisha yetu. Although everything God had made was in the perfection of beauty, ijapokuwa kila kitu ambacho Mungu alikiumba kilikuwa katika ukamilifu wa uzuri wake, there seemed nothing wanting upon the earth which God had created to make Adam and Eve happy. Hakukuonekana kitu chochote ambacho kingeweza kuwafanya Adam na Eva kuwa wenye furaha katika ile shamba ya Edeni. Yet he manifested his great love to them by planting a garden especially for them. Lakini alionyesha baraka kwake kwamba akawatengenezea shamba ya Edeni. So far, who can tell me the wealth that these people had? Kwa hivyo nani hadi sasa anaweza kutuambia utajiri waliokuwa nao? Who is able to point it out for me? Nani anaweza kututajia? Maybe you're not connecting. Tunaweza kuwa tushikanishi.
We're told tunaambiwa hivi, a portion of their time was to be occupied in the happy employment of dressing the garden. kwa hivyo sehemu ya wakati wao uliweza kuchukuliwa katika furaha ya kutenda kazi na kuweza kuitengeneza vizuri ile Edeni. The activity of dressing the garden Kwa hivyo ile appeals to which faculty of the being? Kwa hivyo rudia tena. It appeals to the physical. Rudia. I'm saying the activity of dressing the garden Kwa hivyo ile kazi ambayo inahusika kulinda ile shamba appeals to which faculty of inatumika katika nguvu gani katika mwili? and she said Na ameweza kusema ya kwamba that it appeals to the physical. inaweza kulinganishwa na nguvu ya And we are kimwili. told that they rejoiced in doing what? Na tunaambiwa ya kwamba walifurahia In tilling and cultivating the garden of Eden. walifurahia kuendelea kuilima ile Edeni. And today Na hadi sasa leo we depend on people to do that for us. tunategemea wengine kutufanyia kwa niaba And yetu. therefore we are poor. Ndio posa sisi tu There maskini, is no joy in our hearts. hakuna furaha katika mioyo yetu, There is no help. hakuna afya, And therefore we are continuing to grow more and more shorter. kwa hivyo ndio tunaendelea kukua tukiwa wafupi na wafupi zaidi. I will be more clear as we move on. Kwa hivyo tutakuwa mwasi jinsi tunavyoteremka, And a portion in receiving the visits of angels, na hata pia wakati ulitengwa kupokelea wageni listening to their instruction, na kusikia maelekezo yake, and in happy meditation. na hata pia kuweza kujifundisha kwa furaha. Yeah, you can't get all this in this place. Kwa hivyo tunaweza kupata haya mambo yote hapa tu. The only thing you can hear around are the vehicles hooting here and there. Chenye ambayo tunaweza kusikia nje ni kupita kwa magari na hata pikipiki. Yeah, we can't even today, hear the angels talking. Hata leo hatuwezi sikia sauti ya malaika We are too ikizungumza nasi. busy. We are too busy with this world. Sababu ni kwamba sisi tumeshikika sana. We are too busy. Tumeshikika sana. Their labor was not wearisome, Kwa hivyo kazi yao haikuwa ya kuchosha, but pleasant and invigorating. lakini ilikuwa ya kufurahisha na ya kusisimua. This beautiful garden was to be their home. Kwa hivyo sehemu hii ya shamba ilikuwa iwe mahali kwao kwa kukaa And a special residence. na hata mahali kwao kwa kuweza kuishi. It was a special residence. Kwa hivyo ilikuwa mahali kwa kuishi speciali sana. So we ought to also have special residence. Kwa hivyo in our nasi lives. tunatakiwa tuwe na mahali speciali kwa kuishi. In this garden, Katika shamba hii, the Lord placed trees of every variety. kwa hivyo Bwana aliweza kuweka miti ya aina tofauti For usefulness and beauty. kwa matumizi na hata kwa urembo. There were trees laden with luxuriant fruits Kulikuwa na miti ambayo ilijazwa na matunda ya thamani of rich fragrance. na ambayo yalikuwa yanavutia. Beautiful to the eye Yalikuwa yanavutia kwa macho and pleasant to the taste. na hata pia kwa hamu ikivutia. Designed of God to be food for the holy pair. Ilitengenezwa na Mungu ili kiweze kuwa chakula cha viumbe hawa wawili watakatifu. Amen. Amen. There were the lovely vines Hapo kulikuwa na mitini ya kupendeza which grew upright, iliyokuwa ikinyooka, laden with their burden of fruits, ikijazwa na matunda, unlike anything man had seen since the fall. ambayo ilikuwa si kama kile kingine chochote ambacho mwanadamu amekiona wakati wa nguvu. So I believe when we talk of beauty, Kwa hivyo ninaamini ya kwamba tunapozungumzia kuhusu uzuri ama urembo, it is clear that we have not seen the real beauty. ni kwamba kwa kweli hatujawahi ona ule uzuri mkamilifu unaostahili. Yeah, we are only rejoicing, watching, we are only enjoying the remains. Kwa hivyo tunafurahikia yale masazo ama mabaki. The fruits Na matunda was very large,
yalikuwa makubwa, and of different colors. yalikuwa na rangi tofauti. Some nearly black, Mengine yalikuwa meusi, some purple, mengine yalikuwa purple, red, mengine yalikuwa mekundu, pink, and light green. mengine yalikuwa pink, na mengine yalikuwa kijani kibichi. And this was what Adam and Eve. Na hichi ndicho Adam na Eva walikiishia, That was to be food for Adam and Eve. ambacho ilikuwa niwe chakula kwao. This beautiful and luxuriant growth of fruit upon the branches. Kwa hivyo This beautiful and luxuriant growth of fruit upon the branches. Kwa hivyo huku kukua kwa uzuri na wathamani wa matunda katika hii miti Of the vines was called grapes. Katika ile mitini ziliitwa tini. Listen, they did not trail upon the ground. Hawakuweza kufanya kazi katika ardhi, Although not supported by trailers, but the weight of the fruit bowed them down. Help you to translate that slide. Yani japokuwa zilikuwa zinashika ardhi lakini zinatambaa. Okay. It was the happy labor of Adam and Eve to form beautiful boughs from the branches of the vine. Ilikuwa ni furaha ya Adamu na Eva kuendelea kutengeneza uzuri wa ile matawi katika ile mitini And train them, na kuweza kuzikata, forming dwellings of nature's beautiful, wakiweza kufanya mahali kwa kukaa kuwa pazuri, living trees and foliage laden with fragrant fruits. wakiweza kuacha miti ikiwa imeshikamanishwa na kujazwa na matunda yenye kuvutia. These people had a real wealth. Kwa kweli hawa watu walikuwa na utajiri, They had a real health. walikuwa na utajiri uliokuwa sawa. Everything around them Kila kitu kilichowazunguka was just written beauty, beauty, and beauty. kilikuwa kimeweza kunakiliwa rembo, kirembo na kirembo. Matunda You could easily smell them. ungeweza kuhisi ile harufu yake. They smelled so nice Ilitoa harufu nzuri compared to what we enjoy today. ukilinganisha na kile ambacho tunafurahikia leo sasa. Today, the pineapples in the market, Kwa hivyo leo mananasi katika sehemu za kuuzwa they are too sour. Yeah. yanakuwa chungu sana. And in the Garden of Eden, everything was sweet. Lakini pale Edeni kila kitu ilikuwa tamu. Okay? Everything was what? Everything was sweet. Kila kitu They ilikuwa had tamu a sana. peaceful home. Walikuwa na mahali walikuwa na nyumba ya furaha, Very peaceful environment that God had made for them. na mazingira ambayo yalikuwa ni ya amani ambayo Mungu They were aliwapatia. not idle beings. Hawakuwa viumbe wakiwa tu huru ama pasipo kazi. God had given them an occupation. Mungu aliweza kuwapa shughuli ya kufanya. And that was to contribute to their happiness. Kwa hivyo hiyo ilikuwa inachangia furaha yao. So today we run up and down, Kwa hivyo leo tunapanda juu chini, accumulating the wealth of this world, tukijaribu kukusanya utajiri wa dunia hii, and yet our faces, na tena nyuso zetu only gloomy could be. zinaonekana kuwa zikisinyaa. I can see sad beings. Naweza kuona viumbe visivyo na furaha. It's because we don't have the real wealth. Kwa sababu ya kwamba hatuna utajiri ule unastahili. We neglected the lighthouse. Kwa sababu tunapuuzia ile mianga ambayo inatolewa hapa, We neglected the tunakataa. lighthouse, the Garden of Eden. Ni kwa sababu tunapuuzia ile mianga ambayo inatoka katika And even today, na hata leo we are still neglecting the lighthouse. ni kweli ya kwamba tunakataa huyu Yesu. Acha niseme Yesu. Endelea. And that is why we are suffering. Ndio maana leo tunateseka Mentally, hata kiakili. we are so sick. Sisi ni wagonjwa sana, Physically, hata kimwili. oh, God is Ajabu like
siwezi elezea. And spiritually, Hata kiroho we are drowning in the ocean. tumeweza kuzama katika bahari. You can't tell me the Christian today who is not a Christian. Hatuwezi elezea nani Mkristo leo na nani si Mkristo. But God loved the world so much Lakini Mungu aliupenda ulimwengu zaidi sana that He gave His only begotten Son, hata akamtoa mwanawe pekee, that whosoever believeth in Him ili yeyote amwaminie should not perish, asipotee, but have everlasting life. lakini akaweze kuwa na uzima wa milele. And this everlasting life, Na huu uzima wa milele without health, pasipo na afya we cannot acquire. hatuwezi It cannot be, tukapokea. God cannot bestow it in our lives without help. Kwa hivyo Mungu hawezi rejesha ndani yetu pasipo kuwa na afya. A sick body Kwa hivyo mwili dhaifu ama mgonjwa cannot easily understand the voice of God. haiwezi kwa rahisi kuelewa sauti ya Mungu. And that is why even Christ, Na hata hivyo ndipo Kristo He never preached to the sick people before healing them. hakuweza kuhubiria waliokuwa wagonjwa pasipo kuwatibu. He healed them of the maladies that they had, Aliponyesha magonjwa aliyokuwa nayo, and only after they had recovered, na hadi ndipo waliporejelewa na afya zao, He gave them the invitation call, akaweza kuwapa mwito, Happy Camp Meeting. makambi ya furaha. I'm reading. So, listen. Man came from the hand of his creator, perfect in organization and beauty in form. Kwa hivyo mwanadamu alipotoka katika mikono ya mbaji wake, alikuwa mkamilifu katika mpango wake na hata katika urembo wa mtaza. The fact that he has for 6,000 years withstood the ever increasing weight of disease and crime. Ukweli ya kwamba alikuwa na miaka 6,000 ya kuweza kustahimili uzito wa maradhi ambayo yalikuwa yakiendelea, is conclusive proof of the power of endurance with which he was first endowed. Hiyo ni jambo ya hakika ya kwamba kuna kurejeshwa nguvu, kuna nguvu ya kuweza kustahimili ambayo iliweza kudhihirishwa kwake. And Adam originally possessed no great physical power than men now have. Stop. And Adam originally possessed no greater physical power than men now have. Kama angekuwa Adamu hajapokea nguvu za kiafya ambazo alikuwa nazo, unapolinganisha na watu wa sasa, the race will hear these have become kwa hivyo vizazi vyote vikaweza kuisha. So if God had not blessed Adam with so much vital forces, kwa hivyo ingekuwa Mungu hakumweka Adamu na nguvu katika mwili wake, we could be normal in this world. Hatungeweza kuonekana tena katika Adam and Eve came forth from the hand of their creator in the perfection of every physical. Kwa hivyo Adamu na Eva walitoka katika mikono ya muumbaji wao wakiwa wakamilifu katika nguvu zao za kimwili, mental, hata pia kiakili, and spiritual endowment. na hata pia katika nguvu za kiroho. And God planted a garden for them. Na hata Mungu akaweza kuwatengea shamba to help them even grow more and more healthier. I'm not reading, I'm just paraphrasing. So, this holy pair, kwa hivyo hawa viumbe wawili, looked upon a world of unsurpassed loveliness and glory. Kwa hivyo waliweza kuangalia ulimwengu ambao ulikuwa na upendo usioweza kupimwa katika utukufu wake. Because a benevolent creator had given them evidence of his goodness and love in providing them with fruits. Kwa sababu mumbaji mwenye upendo aliweza kuwapa dhihirisho ya uzuri na upendo ambao uliwapa
ambao waliweza kupewa na hata pia matunda, vegetables, hata pia mboga and grains, na hata pia nafaka, and it caused him to grow out of the garden every variety of tree for usefulness and beauty. Na akafanya kumea katika nchi miti tofauti tofauti kwa matumizi yao na hata uzuri wao. In the creation of man was manifested the agency of a personal God. Kwa hivyo katika uumbaji kulifunuliwa msaada ambao ungeonekana kwa mwanadamu. When God had made man in his image, kwa hivyo wakati Mungu alipomuumba mwanadamu katika mfano wake, the human form was perfect in all its agreements. In all its arrangements. Kwa hivyo umbo la mwanadamu lilikuwa kamilifu katika mpango wake, but it was without life. Lakini haikuwa na maisha ndani yake. And a personal self-existing existing God breathed into that form the breath of life. Lakini Mungu anayeishi kwa yeye mwenyewe akapumzia pumzi ya uhai katika mapua zake na akawa nafsi hai. And man became a living, breathing, intelligent being. Ndipo mwanadamu akaweza kuwa nafsi hai akipumua na akiwa na fahamu zake sawa sawa. So without God in our lives we cannot exist. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu. Without God in our lives, pasipo Mungu our future is not secured. Kwa hivyo hali zetu za mwili haziko salama. Can someone please read John 1 through verse 5 for me? Yohana 1:1 hadi mstari wake ni 5. Whoever is there, please read. Acha nitasoma. Nisome ya Kiswahili. Yes, Kiswahili. Hapo mwanzo kulikuweko neno, naye neno alikuweko kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Basi ya pili inasema huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Fungu la 3 nasema vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakukufanyika chochote kilichofanyika. Fungu la 4 linasema ndani yake ndimo mlikuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Fungu la 5 nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Bwana bariki andiko. The point that I want to highlight from the verses we have read. Kwa hivyo kitu ninaomba nikiweze kunukuu kutoka katika mafungu haya is in the 4th verse of this book. Ni katika fungu la 4 katika kitabu hichi. We are told that in the Son of God was life. Kwa hivyo tunaambia kwamba ndani ya huyu mwana mlikuwa na uzima na nuru, and the life was the light of men. Na hata ile nuru ilikuwa ni nuru ya wanadamu. In Christ there was what? Katika Kristo mlikuwa na nini? There was life. Mlikuwa na uzima. And the life was there. Na ule uzima ulikuwa nini? It was the light of men. Ulikuwa ni nuru ya wanadamu. So without Christ in our lives, kwa hivyo pasipo Kristo katika maisha yetu, we cannot grow physically. Hatuwezi kukua katika hali zetu za kimwili. We cannot grow mentally. Hatuwezi kukua katika akili zetu. Neither can we grow spiritually. Na hata pia hatuwezi kukua katika hali zetu za kiroho. So the real wealth or the real wealth that Adam and Eve had in the Garden of Eden. Kwa hivyo utajiri ambao ulikuwa sawa Adam na Eve walikuwa nao pale Edeni was an all-round being. I mean, the real wealth that they had in the garden was how can I put that? The real wealth that God had given them was that they were upright in their physical being. But so the mental and the spiritual powers. Kwa hivyo utajiri ambao walikuwa nao wa pekee Adam na Eva pale Edeni ni usawa wa kiakili na hata pia kimwili. And this is what we need to really strive for. Kwa hivyo hichi ndicho tunastahili kupigania na kupigania sana.
we are told that tunaambiwa hivi kwamba there is a quote in the book Education that says kuna nukuu katika kitabu cha Education ikisema that true education, elimu ya kweli, that is page 15, it says true education hiyo ni ukurasa wa 15, inasema elimu ya kweli is the harmonious development. ni kule kukua kwa furaha. It is the harmonious development of the physical Ni kule kukua kwa uzuri The kwa mental. mwili, akili and the spiritual na part. hata pia katika sehemu za So kiroho. in all our education aspects of life, Katika elimu zote zetu katika sehemu za maisha, we have to ensure that we are growing both physically, mentally and spiritually. tunastahili kuhakikisha kwamba tunakuwa kiroho, kiakili na hata pia katika miili. This is the real health that we can hold in this Hii world. ndio afya, hii ndio utajiri wa kweli ambao, hii ndio afya ya kweli ambayo tunastahili kuwa nayo. You may labor so hard throughout your entire life. Unaweza fanya kazi kwa bidii katika maisha yako You yote. may manage to enter the billionaire club, Unaweza fanikiwa kuingia katika darasa la wabilionea, but wealth without health lakini utajiri pasipo na afya, is nothing but a liability. hiyo si kitu. Because at the point of death, Kwa sababu katika sehemu ya utakapofika ya kukufa, not even your wealth can save you. hata utajiri wako hawezi kukuokoa. But health with wealth Lakini afya na utajiri, is an asset. hiyo ni hazina mzuri sana. So let us labor Kwa hivyo acha tufanye kazi to acquire wealth in our lives. tukaweze kupata utajiri katika maisha yetu, Because this is the only asset kwa sababu hii ndio hazina tu pekee that can help us to understand what God desires us to understand in our lives. Kwa hivyo kwa sababu hii ndio Mungu anaweza kutupa tukaweze kuelewa lengo lake katika maisha Not yetu. only to understand, Sio tu kufahamu, but even to reflect it to those who lives with us. bali hata pia kudhihirisha kwa wale ambao tunaishi pamoja nao. If dad and mom are both healthy, physically, mentally, and spiritually, Ikiwa wazazi wako wako sawa katika afya zao za kiroho, kimwili na kiakili, that is a good sign that the future of their children is well secured. hiyo ni ishara ya kusema hata watoto wao watalindwa katika njia ya usalama. Happy camp meeting. Makambi ya furaha, Happy camp meeting. makambi ya furaha. The Bible says in Exodus 15:26. Kwa hivyo andiko inasema unaposoma Exodus 15, that if thou wilt diligently hearken unto the voice of the Lord thy God. utakapoisikiza sauti ya Mungu kwa bidii. Can someone please read that for me? Okay. If thou wilt diligently hearken, please open it. Exodus 15:26. Exodus 15:26. Exodus 15 15 verses 26. 26. Let me read in English so that we can move together. And said, if thou wilt diligently hearken unto the voice of the Lord thy God, Inasema akawambia kwamba utaisikiza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako, and will do that which is right in his sight, na kufanya yaliyoelekea mbele zake, and will give ear to his commandments, na kutega masikio usikie maagizo yake, keep all his statutes. na kuzishika amri zake. He says, I will put none of these diseases upon thee, Mimi sitatia juu yako maradhi yeyote niliyowatia wa Misri, which I have brought upon the Egyptians. ambao niliwatia wa Misri. For I am the Lord that healeth thee. Kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Our world today is a Lazarus house full of sick men and women. Kwa hivyo dunia yetu imekuwa jumba kubwa la magonjwa
men and women of broken spirits beyond repair. Wake kwa waume wakiweza kuvunjika katika roho zao. And the only person or the only one who can save them is the Son of God. Yule tu pekee ambaye anaweza kuokoa ni mwana wa Mungu. But in order for Christ to save us, lakini ili Kristo akaweze kutuokoa, he says, anasema that if thou wilt diligently do what? Utakaposikiliza kwa bidii sauti yangu, he will not do what? He will not do what? Ataweza kuatia kamwe magonjwa ya Wamisri. He will not let any malady that was upon the Egyptian to come upon you. Ataweza kuachilia magonjwa ambayo yaliwajia Wamisri kujia. They suffered physically. Kwa sababu waliteseka katika miili yao. They had the most broken spirits. Waliweza kuvunjika mioyo zao. They were slaves. Mental slaves. Walikuwa watumwa hususan katika kiakili. And that is even the reason as to why when God was just about to deliver the children of Israel, hiyo ndio sababu ya kwamba Mungu alipokaribia kuwatoa Waisraeli toka Misri, Pharaoh could not figure out the future of Egypt without the Israelites. Kwa hivyo Farao hakuweza kutoa hesabu ya maisha ambayo ilikuwa kwa Wamisri wakati Waisraeli walipokuwa pale. And the Bible still says, na hata andiko inasema hivi, that a merry heart doeth what? Moyo uliochangamka like a medicine. Unafanya vizuri kama vile dawa. But a broken spirit, lakini roho iliyovunjika hukausha mifupa. In the Garden of Eden there was no broken spirits. Katika Edeni hakukuwa na kuvunjika kwa mioyo. They were the happiest being. Kulikuwa na viumbe wa furaha. Even the Son of God, when he came in this world, he had to face so many things. Kwa hivyo hata mwana wa Adamu alipokuja ulimwenguni alikutana na mambo mengi. He never lived the life in the garden in this world. Hakuweza kuishi maisha ya pale Edeni katika ulimwengu huo. He suffered for us. Aliweza teseka juu yetu. And that is why the Father is saying that if you believe in his Son, ndipo Baba anasema ukimwamini mwanawe, yours is an everlasting wealth of life. Anakupatia uzima wa milele. Happy camp meeting. Makambi ya furaha. Are we really together? Tuko sote kweli. Are we really together? Tuko sote kweli. I said earlier. Nimesema hapo nyuma. I'm not sure if I will talk about food. Nimesema ya kwamba sina uhakika ya kwamba nitazungumzia kuhusu chakula. I will not tell you what to eat and not to eat. Sitawaambia ni nini cha kukula na ni nini usikule. I will not tell you what to dress and not to dress. Sitawaambia ni nini cha kuvaa na ni nini usivae. Because I believe that. Kwa sababu naamini ya kwamba we all have PhDs in those sectors. Tuko na PhD katika nyanza hizo. We have had these teachings for so many years. Tumesikia mafundisho haya ya afya katika miaka mingi sana. The only thing that I feel like we have not been able to understand is the real wealth. The real wealth that God would love his children. Kile tu ambacho ninahisi ya kwamba hujawaelewa ni utajiri ambao Mungu anatupatia. And that wealth is the act of accepting Christ in your life. Na huo utajiri ni tendo la kumwamini tu Kristo. If you accept him in your life, wakati unapokubali katika maisha yako, he's going to invigorate your health. He's going to grow your mind. Ataweza kuiamsha mwili wako na hata pia mawazo yako. And the only way for people to see that, na hata njia pekee ya watu kuona hilo, is it is when they will see your spiritual life flourishing. Ni wakati watakapoona maisha yako ya kiroho yakinawiri. We will not take even a single dollar to heaven. Sorry. There is not even a dollar that will enter the kingdom of God. Kwa hivyo hata hakuna sehemu ya dola itakayoingia mbinguni. It's only our character. Ni tabia tu yetu. And in order for us to understand the character of God, ili sisi tukaweze kuelewa tabia ya Mungu, we have to be healthy physically. Tunastahili kuwa na afya miili yetu. We have to be healthy mentally. Hata pia katika akili zetu. We have to be healthy spiritually. Na hata pia katika kiroho. Amen. Amina. What time is it, timekeeper?
Ni saa ngapi mtunza masaa? We are told that, Tunaambiwa hivi, and all parts of human organs were put in action na katika kila sehemu ya viungo vya mwanadamu viliwekwa katika kazi yake. So without the Son of God, even your organs cannot function rightfully. Kwa hivyo pasipo mwana wa Mungu, viungo zetu haziwezi fanya kazi vinavyostahili. You know, when we were creating, when God was creating, there is a music term known as opus. Kwa hivyo wakati Mungu akiumba, kuna term ya muziki inayoitwa opus. Yes, so you may not be able to translate that, but the only way you can that can be demonstrated. Kwa hivyo njia pekee ambayo inaweza tu kuelezewa, let's say if I put water in a transparent jar. Kwa hivyo acha tu tuseme tunapoweka maji katika glasi ambayo iko wazi, and then play music, na alafu nichezeshe wimbo, you can see the patterns, the waves that are being formed. Utaweza kuona vile maji yakicheza cheza. So even when God was creating this world, hata hivyo pia Mungu alipoumba ulimwengu huu, the Bible says he did what? He spoke and it was done. Yeah, and it was done. Kwa hivyo andiko inasema ya kwamba alisema na ikawa. So at the voice of Christ, kwa hivyo katika sauti ya Kristo, even your organs obeys. Na hata viungo vyako vina uwezo wa kutii. Happy meeting. Makambi ya furaha. Bwana asifiwe. Amen. Are we really together? Tuko pamoja. Are we really together? Tuko pamoja kweli. How many are sick? Ni wangapi ni wagonjwa? If you know you are sick. Ikiwa unajua wewe ni mgonjwa, I am sick. Sema kwamba ni saying I am sick. How many are sick? Yeye ni mgonjwa. Ni wangapi ni wagonjwa hapa? If you are sick, ikiwa ni mgonjwa, I believe it is mid morning. Naamini ya kwamba imezungumziwa hivi asubuhi. Let us remember. Acha tukumbuke. Let us remember. Acha tukumbuke that our sicknesses, kwamba maradhi yetu, there is not even a single well experienced doctor in this world who can cure us from it. Hakuna daktari hata mmoja mwenye ujuzi anaweza kututibu. Only God can. Ni Mungu tu pekee. Only Christ can heal us. Kwa hivyo ni Kristo pekee anaweza kutuponya. The real wealth that you can have in your life is happiness. Kwa hivyo utajiri ambao unaweza kuwa nao ni furaha. It's a free mind. Ni nia iliyo huru. A mind that has been emancipated from the bondage of Satan. Kwa hivyo ni nia ambayo imeweza kulindwa kutokana na sehemu za shetani. And in order for that to take place, only Christ can help you. Kwa hivyo mwenye anaweza kutunza tu ni Kristo, anaweza kutupatia msaada. He is still willing to create a garden in your heart. Kwa hivyo yuko tayari kutengeneza shamba katika moyo wako, full of colorful fruits. Ikiwa imejazwa na matunda yenye kupendeza. Can you please highlight or mention the fruits of the Holy Spirit? Kwa hivyo je, tunaweza kuelezea matunda ya Roho Mtakatifu? Who can help me? Nani anaweza kutusaidia? Who can help me? Do you know them? Okay. Can you? I can help you a little. Okay, yeah. Love, joy, peace, happiness, goodness, gentleness, meekness, long-suffering, patience. I have many others. You heard them. He said love, joy, peace. Kwa hivyo tumesikia akiyasema furaha, upendo, kuvumilia, kindness, and what else? And goodness, and nzuri, faith, and what else? Imani. If you can have these fruits in your life, kwa hivyo wakati utakapokuwa nayo katika mioyo yenu, you will flourish. Utaweza kunawiri. You will flourish in mental health. Utaweza kunawiri katika nia yako, katika afya ya kimwili and physical health. Na katika afya ya kiroho. So Christ is still willing to create a garden in your heart. Kwa hivyo Kristo leo yuko tayari kuweza kutengeneza shamba katika moyo wako. So why not give him
a chance to create a new spirit in you? Kwa nini usiupe nafasi leo kuumba roho mpya ndani yako? Why not? Ni kwa nini? How many are really praying or desiring that God can give them this experience? Ni wangapi wanatamani ya kwamba Mungu anaweza kuwapa ujuzi wa namna hii? Then if that be your prayer, let us stand with song number. Ikiwa hiyo ndio ombi lako, basi tusimame pamoja na wimbo. There is a song, Faith of Our Fathers. Kuna wimbo unasema imani ya mababa zetu. You know, back then, when the children of God were being crucified, were being not exactly being crucified. Yeah, when they were being afflicted. Yes. Kwa hivyo nyuma watu wa Mungu walipokuwa wakipitia mateso, they sang such songs. Waliweza kuimba nyimbo kama hizo. And they were able to stand for that which they believed. Kwa hivyo waliweza kusimama kupitia na kile ambacho walikiamini. That is the reason as to why even today we are sitting here so peacefully. Ndio maana hata sisi leo tumekaa hapa tukiwa na amani, listening to the voice of God. Tukisikiza. So please let us stand with the song. Kwa hivyo naomba tafadhali tukiweze kusimama na huo wimbo. Yeah, I love the song so much. There are many other songs. We are going to be singing such songs. Kuna nyimbo nyingi ambazo nazipenda, tutaendelea kuziimba nyimbo kama hizo. We are going to enjoy these songs. Kwa hivyo tutazifurahia sana nyimbo hizi. But before that, I want to read this. It says that if Adam at his creation had not been endowed with 20 times as much vital force as men now have. Ikiwa Adamu wakati wa kuumbwa hakuweza kupewa nguvu zaidi ya mara 20 katika kama vile wanadamu ambao wanaishi sasa katika kizazi hiki, the race with their present habits of living in a violation of natural laws, the race with their present habits of living, kwa hivyo vizazi vya sasa ambavyo wanaishi wakivunja sheria za asilia, in violation of natural laws, wakiweza kuzivunja sheria za asilia, will have become extinct. wangeweza kumalizika kabisa.